John, neno mama lilikuwa donda ndugu. Alikuwa akililia sura asiyoijua kutokana na ukimya mzito wa baba yake. Maisha yana siri sana, yana maumivu mengi. Maisha ya duniani yana kila aina na maumivu. Kama hujabahatika kupitia misukosuko mingi, mshukuru sana Mola wako. Leo naleta kisa cha John. Najua na wewe unacho chako, lakini tujifunze leo kwa John. Karibu. Maisha ya John yalikuwa kama kitabu kilichokosa ukurasa muhimu zaidi, ukurasa wa upendo wa mama. Tangu alipopata akili ya kujitambua, aliishi chini ya ulezi wa baba yake na mama wa kambo. Baba yake aliweka ukuta mzito na wa giza kuhusu mama yake mzazi, kiasi kwamba kila John alipojaribu kuuliza, alijibiwa kwa ukali au kupewa majibu mafupi yaliyomwacha na maswali mengi zaidi. Alikuwa akiambiwa tu kuwa mama yake aliwatelekeza, neno ambalo lilichoma moyo wake kama mkuki. Ingawa John alikuwa mtu mzima, ndani yake alibaki kuwa mtoto mpweke aliyetafuta kivuli cha mama asiyemjua wala kujua sura yake. Katikati ya upweke huo, kulikuwa na faraja moja ya ajabu. Katika mitaa aliyokuwa akipita mara kwa mara, kulikuwa na mwanamke mmoja aliyepoteza akili, ambaye alikuwa na tabia ya pekee. Kila alipomuona John, alimuita na kumuomba hela. Hakuna aliyeelewa kwa nini mwanamke yule alimzoea John pekee, lakini John, kwa msukumo asioelewa, hakuwahi kumkasirikia. Kila alipompa pesa, yule mama alitabasamu, na tabasamu lile liliacha amani ya ajabu ndani ya moyo wa John, kama tiba ya upweke wake. Alijikuta akifurahia kupita njia ile, akitamani kumuona yule mama ili tu apokee lile kicheko chake kilichojaa uchungu wa maisha, lakini kilichompa faraja. Basi ilifika wakati mwezi mzima ulikatika bila kumuona yule mama. Awali, alifikiri labda amehama mtaa, lakini kadiri siku zilivyosonga, moyo wake ulikosa amani. Alijiuliza maswali mengi sana. Au amefariki? Au amerudi kwao? Kukosa kwake majibu kulimfanya arudi nyumbani akiwa mnyonge, akijaribu kuendelea na maisha yake, lakini kuna kitu ndani yake kilikuwa kinakataa kukata tamaa. Baada ya mwezi huo kuisha, hali ya upweke ilimzidia sana hivi kwamba aliamua kurudi tena kwenye lile eneo na kuanza kuulizia kwa majirani. Mzee mmoja alimwambia kuwa yule kichaa aligongwa na gari mwezi uliopita, akiumia sana mguu. Lakini la kushangaza ni kwamba kichwa chake kiligonga lami kwa nguvu, na baada ya kuzinduka hospitalini, akili yake ilikuwa imerudi vizuri. Kwa sasa hakuwa kichaa tena, bali mgonjwa anayetibiwa katika hospitali ya mkoa. John hakupoteza muda. Alikimbia hadi hospitalini akiwa na shauku ya kumuona rafiki yake wa barabarani, akiwa na akili timamu. Lakini alipofika, daktari alimpeleka kando akiwa na uso uliojaa huzuni na kumweleza ukweli mchungu. Daktari alithibitisha kuwa ni kweli akili yake imerudi na anajitambua, lakini ajali ile iliathiri viungo vyake vya ndani sana, kiasi kwamba sasa alikuwa mahututi, figo zake zikiwa zimeacha kufanya kazi. Daktari aliongeza kuwa, kwa sababu hana ndugu anayejulikana wa kumsaidia, wanaweza kumpoteza muda wowote, maana hakuna anayejali kuhusu yeye. Taarifa hizi zilichoma moyo wa John vibaya sana. Kuna sauti kutoka ndani kabisa ya nafsi yake ilimsukuma. Akamgeukia daktari na kusema kwa uthabiti kuwa anataka kumpatia figo yake kama vipimo vitaendana. Alimweleza daktari kuwa yeye hakubahatika kuwa na mama, lakini anaamini kama angekuwa na mama na angekuwa na mtoto kama yeye, basi mtoto wake angefanya hivyo. Hivyo anatoa figo hiyo kama sadaka na hatajutia kamwe. Daktari alishangazwa sana na upendo huo mkubwa kutoka kwa mtu asiye ndugu. Alichukua vipimo vya John, na majibu yalipotoka, daktari alibaki ameduaa. Kila kitu kilishabihiana kwa kiwango cha kutisha, ambacho si cha kawaida kabisa kwa watu wasio na undugu wa damu. Daktari alimuuliza tena John kwa mshangao kama ana uhakika yule mama si ndugu yake. Kisha akamwomba wafanye kipimo cha DNA, maana aliona kuna siri nzito. John, akiwa amechanganyikiwa, alikubali. Siku majibu ya DNA yalipotoka, yalionyesha wazi kuwa yule ni mama yake mzazi. Miguu ya John ilikosa nguvu. Akaanguka sakafuni na kuanza kulia kwa sauti. Yule kichaa aliyekuwa akimwomba hela mtaani, yule mwanamke aliyekuwa akimpa amani moyoni, kumbe alikuwa ni mama yake mzazi. Alilia kilio cha furaha, kwa sababu hatimaye
Amempata mama aliyemtafuta kwa maisha yake yote, lakini pia alilia kilio cha maumivu makali sana. Mama ambaye baba yake alimwaminisha kuwa alimtelekeza, kumbe hakuwahi kufanya hivyo. Alipata matatizo ya akili, akapoteza mwelekeo na kuishi barabarani akiteseka, huku damu ikiwavuta pamoja bila wao kujua. Akiwa na majibu mkononi, John aliingia wodi ya wagonjwa mahututi. Akapiga magoti pembeni ya kitanda na kushika mkono wa mama yake. Kwa sauti ya uchungu iliyopasuka, alimwambia, "Mama, ni mimi John wako." Mama yake, katika hali ya udhaifu mkubwa, alifumbua macho kwa tabasamu hafifu. Chozi la moto likamtelemka shavuni, akimwangalia mwanaye kama ishara ya kusema, hatimaye amemwona mwanaye na sasa nafsi yake inaweza kupumzika. Je, ungependa kujua nini kilifuata? Usikose sehemu ijayo, sehemu ya pili na ya mwisho. Asante kwa kusikiliza.